Mara tu nilipoinua ile zulia kuukuu iliyokuwa na harufu mbaya, niliganda. Chini yake kulikuwa na dola 300,000 zilizofichwa. Kwa sekunde chache nilikuwa nikiziangalia tu. Akili yangu haikuwa ikifanya kazi, lakini usiku huo huo nilifanya uamuzi. Niliziloweka pesa zote kwenye kemikali maalumu ya kusafishia. Ndani ya muda mfupi, madoa yote kwenye noti yalitoweka. Kisha nikaziweka kwenye mashine ya kukausha na kuzikausha vizuri. Asubuhi iliyofuata, nilianza kupanga kila noti kulingana na namba yake ya mfululizo. Kila kitu kilipaswa kuwa kamili. Hii ilikuwa kazi yangu ya kwanza, na ilikuwa aina ya kazi ambapo nilipaswa kupanga mali za mwanamke aliyekuwa amefariki. Alikuwa mwanamke mzee aliyefariki takriban mwezi mmoja uliopita, na ukweli ni kwamba watu hawakugundua hata kifo chake hadi baada ya muda kupita. Nilianza kupanga kwa makini kila kitu ndani ya nyumba yake, picha zake, kumbukumbu zake, na kila kitu muhimu katika maisha yake. Niliweka vyote kwa upole ndani ya sanduku, lakini mwanawe alipowasili, nilielewa mara moja kwamba vitu hivyo havikuwa na maana yoyote kwake. Macho yake yalikuwa kwenye pesa tu. Aliangalia kitabu cha benki, na mara tu alipogundua kwamba hakukuwa na chochote ndani yake, alisema moja kwa moja, "Litupilie mbali hilo sanduku." Nilishtuka kidogo, lakini bado, nilipokuwa karibu kumpa zile pesa, niliona jambo la ajabu lililoandikwa kwenye kila noti. Kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida. Mara moja niliamua kwenda benki. Huko niliomba rekodi kamili za miamala ya yule mwanamke, na nilichokigundua kilinitikisa sana. Wafanyakazi wote wa benki walimfahamu. Walijua kwamba alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa Alzheimer. Alikuwa akija benki kila siku na kutoa dola 10,000 kila siku. Na kila mara baada ya kutoa pesa hizo, alikuwa akimpigia mtu simu mara moja. Ndipo nikakumbuka namba ya simu iliyokuwa imeandikwa kwenye noti zile. Nikapiga namba hiyo, na upande wa pili alikuwa mwanawe. Baada ya muda alirudi tena, lakini hata safari hii mawazo yake yalikuwa kwenye pesa pekee. Nikamsimamisha na kusema, "Njoo nami." Nikapeleka katika duka la suti. Tulipoingia, mmiliki wa duka alitoka na kumtambua kwa jina, na kile alichosema baadaye kilifanya kila kitu kiwe wazi. Alisema kwamba yule mwanamke mzee alikuwa akija pale kila siku. Alikuwa akiangalia suti fulani na kusema, "Nina pesa nyingi, hakika nitamnunulia mwanangu suti hii." Alikuwa akimsihi muuzaji asiuzie mtu mwingine suti hiyo, lakini kwa sababu ya ugonjwa wake, kila mara alipotoa pesa alikuwa akirudi nyumbani kuzificha chini ya zulia, kisha kusahau kila kitu siku iliyofuata. Daima alifikiri kwamba angeinunua kesho, lakini kesho hiyo haikuwahi kufika. Nikachukua lile sanduku na kumkabidhi mwanawe, lakini mara tu alipoliona, hasira yake iliongezeka zaidi. Alilitupa chini na kuanza kulikanyaga kwa hasira. Mimi nilisimama tu nikitazama. Kisha alipokuwa akiziokota pesa, macho yake yaliangukia kwenye sweta. Ghafla akasimama. Alichukua mikononi mwake, na kwa mara ya kwanza niliona mabadiliko machoni mwake. Ilikuwa ni sweta ile ile aliyokuwa amemnunulia mama yake kwa mapato yake ya kwanza maishani. Lakini mama yake hakuwahi kuivaa kwa sababu alikuwa akisema kila mara, "Siku moja nitamnunulia mwanangu suti nzuri." Katika wakati huo, kila kitu kilibadilika.